Kila hadithi ya mapenzi ya kweli huanzia mahali pasipotegemewa. Kwa Aika Moriel na Emmanuel Kono anayefahamika zaidi kama Nariel, hadithi yao ilianza chuoni nchini India. Miaka kadhaa iliyopita, wakiwa vijana waliotoka Tanzania kwa ndoto tofauti, walikutana kwenye mazingira ya kawaida sana, lakini walivutiwa kwa namna ya kipekee sana. Nariel alikuwa mpenzi wa muziki tangu utotoni, akiwa ametokea kwenye familia ya wanamuziki. Aika kwa upande wake alikuwa msichana mwenye ndoto kubwa, mwenye tabia ya ukimya lakini mwenye fikra za mbali sana. Walianza kama marafiki wa kawaida, wakisoma, kucheza na kusaidiana. Haikuchukua muda, urafiki wao uligeuka na kuwa kitu kingine zaidi. Sio jambo rahisi kugundua mwenza wako, hasa pale anapokuwa karibu na wewe. Huchukua muda kwa watu wenye uwezo wa kusoma alama, lakini inahitaji shinikizo kwa watu ambao kusoma alama kwao ni mtihani. Kwa Aika na Nariel ni baada ya miezi kadhaa pekee ndipo kila mmoja aligundua kuwa walikuwa zaidi ya marafiki. Aika aligundua kila mara alipohitaji mtu wa kumfariji, Nariel alikuwa hapo. Na hivyo Nariel aligundua alikuwa anavutiwa na utulivu, akili na moyo wa Aika. Huu ukawa mwanzo wa hisia za mapenzi kuibuka, na siku zote kizuri huja na changamoto. Pia kudumu kwenye mahusiano au kuvumilia mahusiano sio jambo rahisi. Kwao pia Aika na Nariel mambo yalikuwa sio rahisi. Walianzisha mahusiano rasmi wakiwa bado wapo chuoni. Kama tunavyofahamu kuwa chuo ni msingi wa changamoto kwa vijana wengi duniani. Wakiwa mbali na nyumbani, Aika na Nariel walikumbana na uhaba wa kifedha, presha za masomo na wakati mwingine kutofautiana kimitazamo. Lakini kitu kimoja pekee kilikuwa wazi: hawakuwa tayari kuachana, walipendana kweli. Baada ya kuhitimu masomo na kurudi Tanzania, ilikuwa hatua ngumu kwao, si tu kama wanandoa wachanga, bali pia kama wasanii waliotaka kujitambulisha kwenye tasnia ya muziki. Nariel alianza kufanya kazi kama producer akiwa chini ya The Industry Studio. Aika kwa upande wake alianza kujifunza kuimba, japo hakuwahi kufikiria kuwa kuna siku moja atakuwa mwanamuziki. Wakiwa pamoja walikubaliana kuamua kitu kipya, kuanzisha kundi. Walikubaliana kwa pamoja wanaweza kuwa na nguvu kubwa zaidi kuliko peke yao. Ndipo wazo la Nathi Kenzo likazaliwa, jina lenye maana ya usafi, uhuru na safari mpya. Kundi la Nathi Kenzo lilizaliwa rasmi mwaka 2013. Nariel akiwa na uzoefu mkubwa wa uandaji wa muziki alianza kushirikiana na Aika kwenye miradi mbalimbali. Wimbo wao wa kwanza kama Nathi Kenzo ukawachelewa, lakini alikuwa kundi kubwa mpaka walipotoa wimbo Kamati ya Chini, ndipo walianza kuitikisa Afrika. Katika kiwanda cha muziki Tanzania, Aika na Nariel sio ni wasanii tu, bali ni wapenzi ambao kwa pamoja waliamua kushirikiana na kufanikisha kuchonga njia ya muziki wa Bongo Flava kimataifa. Ushirikiano wao umeonyesha nguvu ya upendo ambao inafanikiwa kuvuka anga na kutoboa kimataifa kwa muunganiko wao wa kipekee. Ladha ya sauti ya Aika nyororo ya kuvutia iliyochanganyika vyema na ubunifu wa Nariel waliweza kutengeneza nyimbo zenye hadhi ya kusikilizwa kwenye majukwaa makubwa ya muziki kimataifa, huku wakibakia kuwa wakweli kwa asili yao ya Kitanzania. Mapenzi yao yakawa msingi wa ubunifu wao. Walielewana kazini, walipendana nyumbani, na waliota ndoto moja ya mafanikio kupitia muziki. Lakini mafanikio yalikuja na changamoto zake. Kulikuwepo na shinikizo la tasnia, mitandao ya kijamii, na wakati mwingine chuki kutoka kwa waliotaka kuona wakishindwa. Hata hivyo, walishirikiana, wakashikamana, wakawa sio tu wapenzi, bali washirika wa kweli. Nathi Kenzo aliendelea kutoa nyimbo kubwa kama Bajaji, Magical na Katika, walioshirikiana na wakali kama Diamond Platnumz na Pato Rangi. Lakini kilicholeta mabadiliko zaidi ni ujio wa mtoto wao wa kwanza, Gold. Aika alipata ujauzito na kuamua kuchukua muda wa kupumzika kimuziki. Huo ulikuwa wakati mgumu na wa kihistoria, wakati hofu ikitawala, kuhofia kupoteza nafasi yake kwenye muziki, lakini matamanio yaliongezeka ya kuwa mama bora. Nariel hakumwacha, alikuwa naye bega kwa bega, alimsapoti kimwili na kiakili. Mashabiki wa muziki wa kundi la Nathi Kenzo walishuhudia familia ikikua, si kimuziki tu, bali kama mfano wa wapenzi wa kweli walioonekana pamoja kwenye matamasha, nyumbani, na hata wakiandaa chakula kwa pamoja kwenye mitandao ya kijamii.
na Vikenzo ikawa zaidi ya muziki, ikawa lifestyle. Miezi ikapita, familia ikawa kipaumbele zaidi kujenga maisha bora kwa mtoto wao. Ukimya ukatawala, na kwa muda bila kundi hilo kuwa na ngoma iliyotikisa, Aika akawa na jukumu la kuwa mama msanii. Aliandika historia kwa kuwa mmoja wa wasanii wachache wa kike ambao walioweza kurudi kwa nguvu kwenye muziki baada ya kuwa wazazi. Alionyesha kuwa uzazi sio kikwazo cha ndoto, bali ni motisha mpya. Alirejea jukwani akiwa na nguvu zaidi, ujasiri zaidi, na ujumbe mzito zaidi kwa wanawake. Kwenye moja ya mahojiano yake aliwahi kusema kuwa mama hakubadili ndoto zake, kulifanya ndoto zake ziwe na maana zaidi. Na Vikenzo aliendelea kushirikiana na kushika nafasi yao kama moja ya makundi bora zaidi Afrika Mashariki, huku wakileta muziki wenye ubora wa kimataifa. Mpaka kufikia leo hii, Aika na Narill wamekuwa pamoja kwa zaidi ya miaka 10. Wamepitia furaha, maumivu, mafanikio na vizingiti vya kila aina, lakini cha ajabu ni kuwa kila hatua waliochukua waliichagua pamoja. Katika ulimwengu ambao mapenzi ya kweli ni adimu, na Vikenzo amekuwa alama ya upendo. Wanadhihirisha kuwa moyo unaongozwa na akili, muda ambao tayari umeshafanya majukumu yake ya kupenda. Ushirikiano wao ni alama ya nguvu na uaminifu kwenye kugawana na kutekeleza majukumu. Wanasema kuwa hawajakamilika, ila uwepo wao pamoja unawakamilisha. Leo hii wanatengeneza nyimbo na kuimba na kulea familia yao wakiwa pamoja na ndoto mpya ambayo ni kuwainua wasanii wachanga, kupeleka muziki wa Afrika mbele zaidi na kuendeleza upendo wao hadi uzeeni. Kupata mapenzi ni rahisi sana, ila kuwa mfano wa kuigwa kupitia mapenzi ni uamuzi unaotekelezwa na watu pekee wenye nia na kutosheka kwa nafsi. Kama mapenzi kwako ni uvumi na changamoto, na Vikenzo anakudhihirishia kuwa mapenzi ya kweli yapo. Na kama kushirikiana na mtu kwenye kazi kwako ni tatizo, na Vikenzo hapo kukukumbusha kuchagua mtu sahihi kwenye safari yako. Usiache kusubscribe, kuwa mshirika mwenza kuikuza chaneli hii mpya.